agite uramba turamucokia thukuru mutumia mwiretu uretwo wa nyina niwe ukumugure ugutumite magana matandatu ma 50 na nicio ndenda gutigira cucu yo Kai damatu. Wewe kuna ndo maratira ate ni nguthi kunyitwo ni cigando ni ndenda kwandikisha. Nyuma hoke ambia na ukorire muiretu akirira nginya ukigura cabaci wira ivu. Nginya ukimugurira cabaci 10 atwarire nyina wira ivu na wamutiga hau mukawa we wathie Dr. Mattress. No tuma hoke ambia live. Dama gukorwo ndramenya we iguru giharuruke. Dama godra we iguru haruruka tiga kunegenia. Ni dama kana igwa tuotia moyo tugekwira tenda wema nenda. Wacha ni mute kaka, wacha ni mute wenye wamefika saa hii. Wenye wamefika saa hii wacha ni mute kwa sababu nataka kujipatia just 1 hour. Ndio kama kuna mtu atatuma support kwa hii namba, ndio tuende police, ndio niandikishe mahali nimemtoa vile tuliongea kwa sababu mimi sio mimi nimeua. Na wanasema hawa ni wa mama wa kanisa. Huyu shosho yake ni mtu wa kanisa sana. Ameniambia wamelala wakiomba, pastor wamekuja wameomba, walikuwa naomba tu huyo msichana apatikane. Na mimi sasa nilikuwa tu good Samaritan. Vile tu siwezi pita mtoto akilia. Mwenye kwa hapa mute sasa nimpatie story. Sasa hebu ambie wenye nje wasioongekana. Sasa mimi kama naye hajui ya kuongeza. Huyu ni mwenye alikuwa ametuma pesa ya food. Sasa sisi mimi nilikuwa nimetoka nyumbani asubuhi kitu saa 2:30 around saa 3. Sasa mimi wakefadhi vile tu ninakuanga wa online nikasema sasa niende walk. Na mshene yangu nikasema sasa tuende na nyinyi walk mpaka bypass nimuonyeshe kwenye naendanga maombi. Kwa sababu mimi naendanga kwa Rulie. Watu wamesema niongee Kiswahili, wacha niongee Kiswahili. Na nikaanza safari yangu kutoka kwangu miguu nikaenda mpaka bypass. Kufika bypass. Ni mute from your side. Sasa huyo nimemeka hapo ni aunti yake. Mnaweza mfollow. Sasa mimi nikakuta msichana akilia pale Dr. Mattress nikienda karibu na bypass. Msichana nikakuta amejisqueeze hivi, nikaona analia. Nikamuuliza kwa nini unalia? Akaniambia ni njaa, nimekuja nimelala jana sijakula. Sasa mimi nikamwambia hebu tuende na wewe kwa Dr. Mattress. Alafu ndio turudi na wewe nikakununulie chakula. Nikachukua mtoto wa wenyewe. Kwenda kupiga kona hivi nikakuta mahali kunapikwa chapo na ndengo. Nikamnunulia chapo 2 na ndengo nikakosti 100. Nikamwambia akaniambia shosho yake ako na njaa hata yeye hajapata chakula. Nikamwambia nifungiwe chapo 5 ndio na yeye akuje aletee shosho yake na nikampatia 100. Kwa hivyo mtu akipanda nimpatie 300, nikamwambia mpatie 100 ikiwa cash. Ndio hata kama hawana boga wakuja wanunua kule hizo chapo. By the way mimi aliniambia maneno ya shosho yake, hakuniambia maneno ya mamake. Kwa hivyo mimi tu na ile utu yangu nikaingia kwa Dr. Mattress, tulikuwa na nyinyi live, tukauza mattress. Watu wa mattress wakanipenda, nikawaadvertisia, wakaniambia watanipea promotion wakaniambia watanipea discount wakati nitaenda kununua mattress. Nataka mattress. Wenye wanajua mattress, mimi niko na shida ya mgongo, kwa hivyo natafuta mattress ya kutengeneza mgongo yangu ndio iache kuumia. Mimi nilikaa 1 hour kwa Dr. Mattress ndani. Sasa vile nilitokea nikaomba Mungu kwa sababu nilikuwa nimetumiwa hiyo 650. Nikaomba Mungu nikute msichana pale ndio nimpatie pesa yake kwa sababu pesa haikuwa yangu. Kutoka hivi nikakuta tu msichana amekaa chini ameningojea. Nikashukuru Mungu nikasema asanti. Nikamwambia tuende hivyo miguu ndio niende nimtolee pesa kwa M-Pesa. Ndio aende na hiyo pesa 650 inaweza wasaidia pesa ya siku 2. Kukakaa kidogo akanielezea ati brother yake alikufa. Kaniambia brother yake ako na kifafa na alifaint na akaanguka. Hakuniambia ni kutoroka alitoroka.
Sasa mimi nikamwambia tuende nyumbani ndio tujue. Akaniambia ati mko na shamba nyinyi? Nimesikia nyinyi hamuna shamba, mtamzika kwa kaburi. Nikaambiwa, lakini akasema mnakaa kwenu. Akaniambia mtoto wako KU alifaint akakufa, lakini alikuwa na faint na alikuwa anaanguka kifafa na alikuwa anaamka. Sasa akaniambia, nikamwambia sasa tuende mimi nikasikia tu niko na utu, tukuje nyumbani, nikuje ground. Akaniambia aliacha shule after amefanya alisoma form 1 na form 2. Akienda form 3 pesa ikakosekana. Sasa mimi nilikuwa nimemchukua kama mtoto wangu nimpeleke, nikamwambia mpaka nitatafuta watu. Mimi nilikuwa nimuingishe shule next week after madhiko tulikuwa tukuje sasa ndio tusaidiane mtoto arudi shule. Mtoto akaanza kulia kalia. Mliona vile alikuwa analia moja kwa moja mpaka hapa kunaitwa wate huko wataalamu. Mimi nilikuwa live kutoka Dr. Mattress, nikikutana na mtu naona kama anaweza ninyang'anya simu, naweka simu kwa matiti, namwambia msinyonya matiti, sorry gai mwanea. Nikamwambia nyinyi mkiona nimeweka simu kwa matiti mjue nimepita mahali baya. Nimepita, mumeona kwenye gai kajitu ngoza kwa radheka. Nimepita kwenye nimeshokorania matakataka, nimakanyanga matope, nimekuja kukuja hapa. Shosho yake vile aliona huyo mtoto. Unawe mwanyu. Lako nona liria ona mwana ucio ajitirwo ni roho. Shosho ile ndaigatere mwathani yako akoni thiomera. Kumbe ni vile walikuwa wameomba mtoto apatikane. Kufika hapa story kuwaziwa saa ile anti yake aliona, alipiga simu direct kwa sababu story nilikuja nikasikia hii kesi iko kwa DCI. Ni yeye alinyonga mtoto wao, na hakika amesema ni yeye alimnyonga, na alimunyonga akaacha kama amekufa na akatoroka, akaacha ID yake, akaacha simu, na pia saa hii ametoa mpaka ile kitu alinyonga mtoto wao nayo. Alinyonga mtoto wa miaka 13 na yeye ni wa 19 years. Kutoka hapo kuna mtu alikuwa na swali. Sasa mimi naitwa kule polisi kwa sababu ni mimi nimempata. Sijaitwa ati ndio ni kuwa ati mimi ni Good Samaritan. Nilikuwa nimeambia polisi sitaenda, but nitaenda kwa sababu mimi sikuwa nimefanya vibaya. Na wamama wanasema nimesema, wamenirudishia shukrani sana, wamesema nimefanya vizuri sana kwa sababu nimeweza kuleta mtoto, na mtoto ambao nilikuwa namleta ndio tumsaidie. Sasa kuanzia hasa hii kwa ground msinitume tena. Kwa ground msinitume. Nimeona nitaenda kotini nisimame mahali. Aje Lady Jacqueline nako hapa. Lazima ufike. Lady Jacqueline uko hapa. Wacha nimwambie huyo mtoto ni yeye aliua brother yake. Na kinyonga kuna mtoto walikuwa huku akasema akamfukuza nje. Mungu ni wa ajabu kwa sababu agenyonga hao watoto wawili. Sasa mimi nimeitwa polisi, saa hii nataka niende, mimi niseme mahali nimetoa msichana, mimi sina kesi. Mtoto alinyongwa lini? Saturday ama the same day alipotea ndio alinyonga. Aitirore. Saturday saa 7 na akakufa na akomocha KU. Waka insist vile walimuona, by the way mlimuona na kababili hapa. Akona kamba, akona line na ni ile imemchoma kabisa. Alafu jua alichomwa na kamba ya nylon ile ya net. Unaona zile net tulikuwa tunapewa kwa hospitali. Alimunyonga nayo, kwa hivyo ilimchoma. Akona line mbili zimemkanda hivi, zime nini. Kwa hivyo huyo kawangi huyo msichana ni kama ameingia kwa unasikia alikuwa ameandikwa Garissa. Sasa huyo msichana vile alijua amemnyonga, alitoroka akaacha kila kitu. Amekaa siku tangu Saturday, Sunday, Monday, leo ni Wednesday. Amekaa siku 5. Na alikuwa ametafutwa roho yote hakuwa anapatikana. Sasa mimi nimeingia kwa kesi kama hiyo hivyo, na askari wameniambia nisiogope. Nilikuwa nimesema sitaenda polisi, but sasa nitaenda kwa sababu mimi ni witness ya mimi ni witness ya kupata mwekoro. Niere unide nikamba
Na mama yake alikuwa amesema tu apewe yeye amuue. Kama mwathani kaguthiaga atia. Sisi tumeshtuka. Pita kijana higurali motone bisha nenda muone kijana wa 13 years, kijana mzuri sana. By the way nipatie hiyo TikTok. Ebu muende kwa hiyo namba ya huyu anaitwa Dr. Sijaweka nini iko kwa video nani? unaona TikTok Susan na Susan Plain nikaona kakidansa hapo Mwalwanyi na tu hiyo hata ni account ya shosho yake anaitwa Susan. Andika hapa, comment hapa ndio wafuate. Comment hapa. Inaitwa Susan. Sasa mtoto ameuliwa hivyo, my keki matron. Salimika sana. Sasa hiyo namba nimeweka hapo ni ya shosho yake. Na mazishi mmesema ni Saturday. Madhiko ni Saturday. Mkamuzika ku. Mama yake alikuwa amesema ampatiwe tu amuue. Mama yake kwa mamua oni amunjitani yake amuraga. Kijana yake second born. Sasa kuna maswali mengine mniulize sasa ndio niende polisi. Sasa tuombee watoto wetu sana kwa sababu aunti yake amesema alikuwa anakaa na huyo mtoto kama wiki moja na alikuwa amesema kuna vitu alikuwa amerealize hayuko sawa. Alikuwa anakaa kustuka. Unasikia alikuwa ameandikwa Garissa. Hatuwezi jua kwenye alikuwa ameandikwa Garissa kama ndiko ametoa spirit ama ni wapi. Alafu unasikia binya amekwambia mauongo mingi. Haki ameongea uongo. Anasema ati hata hapo ni shule sijui ilifanya nini. Shule watu wenye walikuwa wamesema shule ati alikosa pesa ni alikataa shule. Aliacha pesa imelipo ya whole year. Aliacha pesa ya whole year. Sasa kwenye tulikuwa naambiwa ni maskini ndio hii nyumba, hebu angalieni nyumba vile alikuwa ameficha kamba wapi? Alikuwa ameficha kamba wapi nje ama ndani? Kamba alificha out of country. Na hapa kando unaona pale kuna country. UK ama Saudi ama US. Akifadhika huruka. Alikuwa ameficha kamba out of the country UK. Alikuwa ameficha kamba na huku kwa manyazi. Jaya gate yao. By the way ni nyondo hinyo. Yeah, hinyo nipo. Hinyo nyondo ni muthigari. Ana igareke idute kamba. Ati askari nikisema ukweli utanisamehea. Mpaka alikuwa imagine alikuwa amesema alikuwa anaonyeshana mpaka mahali kijana ati alikanyanga do akajinyonga. Alijinyonga alafu akanijirudisha kwa nyumba. Na ujue alikuwa hapa. Hapa ndivyo mtoto alinyongewa hapa. Alafu ile kitu ilisaidia ni hiyo kamba alimnyonga nayo juu sasa unaona ilimchoma. Ilimchoma. Ujue akichoma huyo mtoto wewe ulikuwa huku? Hakuwa. Leo utaje uje ati kana karia mari nako guku uri. Igatia makire. Ona gatirahota gukoma. Karokiraga yani karakoma. Basi mwana ucio ni onire ageitu no koni amucuthiriria dirisha-ini. Toka nje kidogo. Riu wa makire ni atigirwo na mwana. Kiiba. Akomete hae kiiba na kugaikarite gitini kiria. Haya niho gakorirwo gaikarite hau. Kaigite ginya riu murango dirisha na rakia bitu. Na mwana uyu kakororo ari muhehu. Atari muhiu hanini ni ura maugaga. Nona anti najua hakuwa anashikanisha. No sirega ni kugwa kura wa kawaida. Eteire mwana okire. No riu eta ni boyo ureto andu muhi. Miritu wake ni mudagitari. Moka make ucio ni wa murorire ucio mudagitari. Ai nitatareka atia. Titarahuhia. Tondu ni monire anti ni amakire makimwira twende tu hosi tuambiwe huko mbele vile huko mavi vifitari riu dagitari niwe wonire akimoria mnasema kuna epilepsy akianguka anakuanga na hizi line mbili. Anti akasema hapana etiwa mama matidagitari mama ikati makiona ongea Kiswahili rejegedakri wakaona mpaka kamba iko huku sasa kabisa. Ndio akaambiwa hii ni police case. Anti anafikiria anaambiwa ni police case kwa sababu amekufia kwa nyumba. Sasa tukaambiwa hii ilikuwa Saturday. Tulikuwa tunatoka mochari kitu around 11 usiku. Usiku. Kwa mpaka na polisi. Tukaambiwa the following day ilikuwa Sunday.
So hatuwezi fanyiwa postmortem hiyo siku. Tukaambiwa sasa juu haifai kukaa juu ni murder case na haiwezi ekwa dawa, haiwezi fanyiwa hivi, haiwezi kuzwa. Tukaambiwa Monday by 10 tukue huko. Tukaenda hiyo Monday. Sisi tukangoja akafanyiwa hiyo postmortem, tulikuwa hapo. Mimi nilikuwa nakana ati hawezi. Venye niliona tu hiyo picha na hizi lines. Sasa ikaprove alinyongwa. Ndio afanye postmortem. After sasa hiyo postmortem. Sasa unaona kutoka hiyo siku alitoka hapa Saturday. Hajawahi rudi, amerudi saa hii nimekuja na yeye. Aliacha ametupa mpaka simu yake na huku chini. Unaona hii kiti? Ati na akaiweka mute. Aliweka mute na akaitupa huku nyuma ya hii kiti na ID. Hakuenda na kitu. Na unaona ubaya ananiambia mpaka alikuwa ananiambia hana simu. Ako nayo, hata iko na polisi. Polisi walienda nayo. Alafu ati aliingia huko akaenda akachange, akavaa t-shirt, akaambia ako kama kadogo kakiwa kamekaa pale, wewe baki hapo ukishikwa peke yako. Aya. Hivyo ndio aliambia huyo mtoto. Ndio aliandikisha hivyo statement. Baki hapo ukishikwa peke yako. Baki hapo ukishikwa peke yako. Amemwambia nini? Mbona akaenda? Sisi hatujaimuona. Hata nimeshindwa amekwambia hizo stories sijui ati ameniambia mko na shida sana. Ati pesa itoe. Analia juu ako na siku mbili hajakula. Saida I think that is need emenyire aso connect spirit yake riu. Kispirit kia munyitire aite mwana wao ri. Tumeomba sana. Unajua tulikuwa tuna feel we are not safe. Kama kwangu alikuwa amekaa 2 months last year. Na nilikuwa namwachia mpaka mtoto. Haya, anajua mpaka mahali mtoto wangu anaenda shule. Unaweza kuwa safe? No athia muite. Yes, sisi wote tulikuwa tu we are not safe. You the moment mtu amefanyia mtu mwingine hivyo. What do you expect? Kwa sababu brother yake. Sisi tumeomba. Na mwingine, imagine brother yake na angekuwa ni mtoto mwingine mwenye si damu yake. Hata tunashukuru Mungu juu walikuwa watoto wawili kwa nyumba. Nani hakukuza huyo mwingine? Tuthie. Sawa, sasa si tunaenda. Twathie borithi riu mwambe tuthie borithi riu ri thimu yakwa ngwiciria nie ngucoka live da borithi kidogo Polisi na mama mtoi. Nenda polisi na mama mtoi na anti yake. Na igwa ciakwa ndiratiga kigwa nie no mwaka